Hello ladies and gentlemen, kama kawa mnajua kwa majina yetu Vitu Shan ama Vincenzo ukipenda. Leo imenibatika sana, nilikuwa namtafuta sana producer mkubwa sana ambaye alikuwa ameweza kushinda VUCA Awards East Africa Producer of the Year. Leo tumebatika hapa, tuko naye tutapiga gumzo hapo 1 2 3 ili tuweze kujua mambo imekuwa namna gani. Usiondoke hapa wala usibonyeze kidole. Yes, producer Paulo, is vipi manzi? Niko poa. Hii place manzi ni mbali man. Kama ni karibu na utumozoea kuja huku. Yes. Ulikuwa huku tangu lini? Tumekuwa huku since 2018. Oh, 2019. Oh, 2019. Yeah. So umedumudumu. Laso tu pale. Muhimu sana. Nashukuru sana nimeweza kufika. Karibu. Ni place ambaye nimetamani kukuja kwa muda mrefu sana kama B-Media FM. Kwa lakini nashukuru man. Karibu. Kazi unafanya fiti sana. Asante. Nini inafanya hiyo motisha kutoa kazi kila siku? What inspires you in production? Yes. Kwangu kama tu ni passion na ni dream nilikuwa nayo. Okay. Since nilikuwa mdogo. Nice one. So ndio niko na ile passion ya kufanya muziki ni kama calling tu. Ni kama calling. Yeah. Tumeona umetoa ngoma kali za msanii mkubwa sana anajulikana kama Bahati. Kuna David Wanda. Kuna mwingine ulimtolea kazi juzi. Peter Blessings pale. Kazi umetoa mingi ziki back to back. Tunashukuru sana. Wewe ni producer ambaye tunakuenzi sana. Asante. So kama VUCA Awards tulionelea kwamba tukuje tuweze kukukabidhi direct mpaka kwako. Nashukuru sana. Yes, na award yetu kubwa sana ndio hii hapa. Asante. Ambaye mimi kama CEO mzima naomba nikuje nikukabidhi mwenyewe kwa sababu ya kazi nzuri unafanya. Mambo ndio hiyo. Yes. Big up sana. Asante. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya. Asante. Journey yako ya production imekuwa namna gani? So sema imekuwa rahisi juu kila kitu ni mwanzo. Yes. Kwa mwanzo kwa sangi challenges. Yes. So nile nzapata unajituma alafu kuna discouragement. Yes. Kuna zile zinapata unafanya kazi na ku appreciate. So nile tu na keep on pushing. Yeah. Nini ilifanya ukatoka EMB? Watu wengi wanakujua kama ulikuwa unafanya kazi sana EMB back to back na kuna mahiti nyingi ulifanya kule. Sasa tumekuja kukutafuta huku. So tungependa kujua nini ilifanya ile mkataba ikaisha kati yako na EMB Records. Okay, kwa mkataba sasa kama kulikuwa na contract hapo. Yes. Ilikuwa tu ile kama freelance. Okay. But kama ni contract, sijaifanya na contract na Bahati. Jaifanya hata na studio nyingine yote sijaifanya contract. Nasema tu ni contract. Ilikuwa ni ile unapata kazi kidogo, unapambana hapa na hapa. Unakafanya kidogo na yes. Inashika, inafanya kazi nzuri sana. So far tangu mwache kufanya kazi pamoja, kuna kazi zingine ambazo umefanya naye Bahati ama kuna kazi nimefanya mingi nje ya EMB. Yes. But na wasanii nje tofauti. Hiyo ni vizuri sana. Na pia hapa kwetu Kenya. Hiyo ni vizuri sana. Tunashukuru sana. Tuko ndani ya B-Media FM kama kawa na gumzo moja kali sana na producer mkali sana ambaye anaitwa Producer Paulo. Mnajua ngoma zake sana. Tunacheza ngoma zake sana B-Media FM. Na watu wanafurahia sana kazi ambazo unafanya. Asante. Yes. Changamoto gani ambayo unapata ndani ya production? Challenges ni mingi. Yes. But kwanza nimekwambia juu ilikuwa ni kitu kama dream kwangu. Yeah. Na kwa kila kazi kosi challenge juu lazima utapata maybe uimbaji wa fanani. Yes. So utajua utahandle huyu vipi, utamhandle vipi. Okay. Kwa challenges ziko maybe hujamaliza kazi on time. Yes. Kuna kazi hujafanya vizuri. So lazima perfect balance. Yeah. Kila side. Yes. Producer Paulo wewe ni producer ambaye nakurespect sana. Kwa sababu kuna kazi pia tulishafanya na yeye lakini bado iko imeisha kama msanii. Bado iko jikoni itakuja kama producer kwa hii nchi yetu. Production inalipa. Kwangu nasema inalipa. Maybe kwa mwingine ndio haitalipa kwa sababu maybe kama unaanza lazima ujue ni
strategy tu. Yes, strategy. Kama nikulipa inalipa, kimi kwangu imekuwa ikinilipa. Since nianze nilikuwa kama keyboardist tuseme. Yes. So kwangu ilianzianga hapo through kulipa through makanisani. So kwa kuja kwa production at least Mungu alisaidia kaanza na sana wadogo mpaka kwa hadi size. Nice. So unaweza encourage aje wale producers ambao wanakuja kwa sababu tukiangalia nchi yetu ya Kenya unapata hakuna ile mbinu nzuri ya malipo. Kama unapata wasanii wenyewe wanalia kuhusu MCSK. Wapati pesa nzuri kutoka na MCSK. Sijui kama producers pia kuna vile unapata hela kwa MCSK. Ama nini unapata kwa upande gani? Kwangu okay, tunaitwa camp. Kuna camp. Camp ni press but kuna wakati kwa inalipa na so vitu zilienda aje. But kama ni changamoto kwa producer napata wengi wamefunga studio. Challenge ni pesa. Hela. Kitu kama ni pesa alafu napata maybe clients wamepungua. Alafu mwingine napata kama tuzo nimeanza kuna producer mkubwa sasa kumtaja jina amesikia na nyumbani. Sasa napata kwangu ni discipline na heshima kwa clients. Once hauna discipline, hautapata kazi. Inakugonga aje ukisikia kwamba kuna producer mkubwa ambaye maybe yote ulikuwa unamwangalia ama mmekuwa mkifanya kazi pamoja hatipa amekuita karudi nyumbani kwa sababu ya upungufu maybe wa kazi ama kuna challenges tofauti zimemgonga? How do you sema na feel poor imagine pia mimi kuna wakati nimekuwa hapo but sika lose hope ile tu just me can't believe in now kwangu we believe napata through kujua kuna vitu utapata maybe client wa kwanza mostly ndogo tu wawili watatu wanakuja wawili watatu. How do you make sure that you maintain relevant? Kwa sababu producer Paulo hatumuoni kwa zile makiki pale. Hatuoni kwa makiki, hatuoni umefanya kiki pale. Kuna wakati fulani kuna issue ilikuwa imekuja tukaona pia umehepa kabla na kiki iweza kupatikana pale. Una survive aje kwa sababu unaona sasa wasanii na producers wengi wana make sure kuna kiki ndio waweze ku maintain relevant. How do you maintain